Baada ya kuumbwa kwa kalamu na kuandikwa kwa mpango wa ulimwengu, hatua nyingine kubwa katika historia ya uumbaji ilifuata. Ni kiumbe gani kikubwa kilichoumbwa baada ya kalamu? Na ni nini kilikuwepo kabla ya mbingu na ardhi? Katika sehemu hii ya tatu, tutachunguza siri ya arshi na maji katika mwanzo wa uumbaji wa ulimwengu. Baada ya kuumbwa kwa kalamu na kuandikwa kwa mpango wa ulimwengu, uumbaji uliendelea kwa mpangilio uliopangwa na Allah. Katika mafundisho ya Uislamu, mojawapo ya viumbe vikubwa zaidi vilivyowahi kuumbwa ni arshi ya Allah. Arshi ni kiti cha enzi cha Allah. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba arshi si kama viti tunavyovifahamu katika maisha ya kawaida. Ni kiumbe kikubwa sana kilichoumbwa kwa uwezo wa Allah. Ukubwa wake ni mkubwa sana kiasi kwamba akili ya binadamu haiwezi kufikiria au kupima ukubwa wake. Katika Qur'an, tunaambiwa kwamba arshi ya Allah iko juu ya viumbe vyote. Wanazuoni wa Kiislamu wanaeleza kwamba arshi ni mojawapo ya viumbe vikubwa zaidi katika ulimwengu. Pia inaelezwa katika Qur'an kwamba kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi, arshi ya Allah ilikuwa juu ya maji. Hii inaonyesha kwamba katika mwanzo wa uumbaji kulikuwepo maji kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu tunaoujua leo. Hapa tunaona hatua nyingine muhimu katika mpango wa uumbaji. Kabla ya mbingu 7 kuumbwa, kabla ya ardhi kuumbwa, kulikuwepo arshi na maji. Lakini hata arshi yenyewe ni kiumbe kilichoumbwa, na muumbaji wa arshi ni Allah. Hii inaonyesha tena kwamba Allah ni mkuu kuliko kila kitu kilichopo katika ulimwengu. Baada ya kuumbwa kwa arshi, Allah akaumba malaika wanaobeba arshi. Malaika hawa ni viumbe wakubwa sana walioumbwa kwa nuru. Kazi yao ni kubeba arshi ya Allah kwa amri yake. Ukubwa wa malaika hawa umeelezwa katika baadhi ya hadithi kuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba umbali kati ya mabega yao unaweza kuwa mkubwa sana kwa kipimo cha binadamu. Hii inaonyesha ukubwa wa viumbe vya mwanzo wa ulimwengu. Lakini pamoja na ukubwa wa viumbe hivi vyote, bado Allah ndiye mkuu kuliko vyote. Katika mpangilio wa uumbaji, arshi ina nafasi muhimu sana. Ni ishara ya utukufu na ukuu wa Allah juu ya viumbe vyote. Baada ya kuumbwa kwa arshi na maji, mpango wa uumbaji uliendelea. Allah akaanza kuandaa uumbaji wa ulimwengu tunaojua leo. Hatua kwa hatua, uumbaji uliendelea. Mbingu zikaandaliwa, nyota zikaumbwa, na hatimaye ardhi ikaandaliwa kwa ajili ya viumbe watakaokuja kuishi ndani yake. Lakini kabla ya yote hayo, kulikuwa na hatua nyingine muhimu sana katika uumbaji. Hatua hiyo ilikuwa kuumbwa kwa viumbe wa nuru wanaoitwa malaika. Malaika ni viumbe maalum walioumbwa kwa nuru. Hawana dhambi, hawakaidi amri za Allah, na kazi yao ni kutekeleza maagizo ya Muumba. Katika sehemu inayofuata ya series hii, tutazungumza kuhusu mwanzo wa uumbaji wa malaika. Tutajifunza malaika waliumbwaje na ni majukumu gani waliopewa katika ulimwengu. Hapo ndipo hadithi ya uumbaji inaendelea. Hii ndiyo ilikuwa siri ya arshi na maji katika mwanzo wa uumbaji. Lakini hadithi ya uumbaji bado inaendelea. Katika part 4 tutachunguza uumbaji wa malaika na majukumu yao katika ulimwengu. Usisahau kusubscribe ili usikose sehemu inayofuata ya series hii.